Mme wangu. Kuna kitu nataka nikwambie. Wewe ongea wala usiwe na wasiwasi mke wangu. Unajua? Mwanamume bora ni yule ambaye anamsikiliza mke wake katika kila jambo. Mimi pale duka la jirani kuna gauni nimeipenda mme wangu. Kwa naomba ukanunulie. Mke wangu. Si tushavuka huko kwa mambo ya magauni. Yaani wewe unajua una bajeti yako ya mavazi, ya chakula. Ukiona kitu umekipenda unachukua pale katika akiba yetu, unaenda unanunua. Sasa hivi tuwaze mambo ya mavazi tena, sio shida zetu. Hii ni expensive life tunayoishi. Ni sawa mbango, lakini lazima nikwambie. Tushavuka bwana, hivyo sio vya kuniambia bwana. Vitu vidogo vidogo kabisa hivyo bwana. Kweli? Asante mwanangu. Ni wanaume wachache sana kusikiliza wake zao. Ni kweli kabisa, na Tanzania tuko watatu tu. Niko mimi, Kojani bin Darwish Tarabushi Hondo. Alafu yupo Ghalibu Salim GSM. Alafu yuko na Mo. Watatu tu ndo tunasikiliza wake zetu hii nchi nzima. Mateso ya kipofu, mapenzi chanzo leo sioni. Mateso ya kipofu, dunia imenitenga, nimekata tamaa. Hakika sijakosea kuchagua. Asante mume wangu. Kabisa. Nakupenda sana. Nakupenda pia mke wangu. Asante. Lakini mume wangu pamoja na haya na lingine. Nilikuwa naomba uende kule kwa wifi ukanichukue tuweze kuishi naye hapa nyumbani ili tuweze kumsaidia pia. Unasemaje wewe? Hayo maswala si nimekataa mimi hapa. Huyo mtu hayo matatizo umetafuta mwenyewe. Leo hii umekaa vizuri, tumeongea kwa amani, unaanza kuniletea mambo ya huyo kipofu. Wewe kumbe mpumbavu. Mimi nimeshasema simtaki hapa kwangu. Yaani sitaki ajishirikishe na kitu chochote ambacho kinanihusu mimi na familia yangu. Waswahili wana maneno yao wanasema mchuma janga hula na wakwao. Sasa lile hapa si hatuliwezi. Atafute wakwao wakula naye hilo janga, lakini sio hapa. Na unajua kabisa ukitaka kuniharibia mudi yangu ya siku ni kunitajia maswala ya huyo mtu. Nizungumze na kitu gani katika mwili wangu wewe uweze kuelewa kwamba mume wangu jambo hili halitaki? Kipi kiongee hapa? Lakini wewe ni mdogo wako mume wangu, kwa nini unamfanyia hivi? Sio unamfanyia hivyo, ametaka mwenyewe. Mimi kazi yangu ni kukuelekeza tufanye hivi, fanya hivi, ukikataa basi. Alafu sio wewe tu. Kidaa. Coming. Kaa hapa. Today is a meeting and you with the family. Nataka niongee kitu kimoja nikiwa hai hata nikiwa sipo. Lazima ufuate huu ushauri ambao unausema. Kuanzia leo sitaki mtu yoyote anahusika na mimi akajihusishe na Zawadi. Sitaki uende kwa Zawadi. Sitaki umsaidie Zawadi kwa kitu chochote kile. Umenielewa? Sawa kaka, nimekuelewa. Lakini kumbuka Zawadi ndugu yetu, pia mimi ni dadangu. Kwa nini unanizuia kwenda kumuona? Kwa sababu yule alikiuka masharti ya familia. Mimi nikiwa kama kiongozi wa familia nikimuelekeza mtu kitu akaenda tofauti likimkuta jambo, mimi sihusiki tena. Na mnaongea ni amri sikumbi. Mimi nimechelewa kupata mtoto kwa sababu yako mdogo wangu. Nimekulea nikiwa kama baba yako, kama mama yako. Mpaka umekuwa mkubwa sasa hivi watu wanakuita kitoto cha 2000. Tayari yani kwamba mwanangu upo katika mfumo mdogo wangu. Sasa nazungumza. Sitaki ushirikiane na Zawadi. Kama umekuwa, kashirikiane naye. Na wewe kama ndoa unaitaka, tulia. Uitaki hii ndoa, kajipendekeze kwa huyo kipofu alafu uone. Wewe umenielewa? Sasa ole wako, nisikie mtu katoka hapa kaenda huko kwa Zawadi, kaenda kumsaidia Zawadi. Ndo atanieleza. Shubaste! Semeke mshenzi. Mtu namsaidia yeye, mdogo wake. Huyu mwanamume mmoja huyo. Yaani mimi nilijua atanisikiliza, yule ni mdogo wake. Kwa hiyo hivyo umeshindwa kumshauri mumeo kweli? Bwana kelele. Wewe unasikia nilipokuwa namwambia? Mungu Baba nisaidie, nione tena. Oh Baba nisaidie.